Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8. Naomba tusome. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Turudie tena. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa dakika moja nataka uinamishe kichwa chako, mwambie Roho Mtakatifu aseme na maisha yako. Mwambie Roho Mtakatifu aseme na maisha yako. Mwambie Mungu, nimekuja mahali hapa sina ajenda nyingine. Nimekuja hapa, ajenda yangu ni wewe. Talk to me. Transform my life. Encourage my life. Bwana akutie moyo. Bwana ayabadilishe maisha yako. Bwana ayainue maisha yako kupitia neno lake asubuhi ya leo. Amen. So kama unaandika, unaweza ukaandika asubuhi ya leo, nafasi ya moyo. Nafasi ya moyo safi. Nafasi ya moyo safi katika safari ya maisha. Nafasi ya moyo safi katika safari ya maisha. So nilianza kuongea siku ya Alhamisi kwa habari ya moyo, na nirudie kusema ya kwamba moyo safi ni moyo wenye hofu ya Mungu. Moyo safi ni moyo wenye hofu ya Mungu. Lakini moyo safi ni moyo usio na unafiki. Lakini pia moyo safi ni moyo wa kweli, ni moyo wa kweli. Lakini pia moyo safi ni moyo uliotakaswa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema Alhamisi ya kwamba moyo safi ni wa muhimu kwenye safari ya maisha. Kama unataka kufanikiwa, unataka kumwona Mungu, lazima uhakikishe una moyo safi. Bwana asifiwe. Lakini Alhamisi nilisema ya kwamba hali ya moyo wako ndio hali ya maisha yako. Hali ya moyo wako ndio hali ya maisha yako. Na tukasoma Biblia kitabu cha Zaburi ya 51 na mstari wa 10. Pia nitaomba hapo tusome kwa sababu hayo ni maandiko ya msingi sana kwenye somo letu. Naomba tusome 1, 2, 3. Naomba turudie mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. So Bible inatuonyesha ya kwamba mtunga Zaburi aliutamani kuwa na moyo safi. Haleluya. Na nataka leo tuendelee hapa kutoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 na mstari wa 27. Nje ya moyo wako kuna vitu vingi vinatamani kuingia na kuharibu moyo wako. Moyo wako unatakiwa uwe msafi kuliko gari lako. Moyo wako unatakiwa uwe msafi kuliko mavazi unayoyavaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So moyo ukivurugika, maisha yamevurugika. Moyo ukivurugika, makusudi mazuri ya Mungu aliyokuleta kuyafanya hapa duniani yanavurugika. Sijui kama unaelewa mwana wa Mungu. Haleluya. Waefeso 4 na mstari wa 27. Naomba tusome. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi.
So moyo ukivurugika, maamuzi yako yanavurugika. Nimewahi kufundisha hapa Jumapili ya mwisho kuwa hapa, nafasi ya nguvu ndani ya mtu kwenye safari ya maisha. Kwa kama vile ambavyo mtu anahitaji kuwa na nguvu ya ndani ili kuweza kwenda kwenye hii safari ya maisha, ndivyo ambavyo mtu anahitaji kuwa na moyo safi, moyo mweupe. Bwana asifiwe. Moyo ambao ni mweupe kwako, lakini moyo ambao ni mweupe mbele za Mungu, lakini moyo ambao ni mweupe kwa watu ambao Mungu amekupa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Sasa moyo unaweza ukaharibika. Moyo unaweza ukaharibika. Na nataka nikwambie, haijalishi unaonekana vizuri kiasi gani, lakini hali ya moyo wako inaathiri maisha yako. Na moja kati ya vitu vinaharibu moyo ni malezi, makuzi na mapito mbalimbali ya maisha. Malezi, makuzi na mapito mbalimbali ya maisha. Tutasoma Matendo sura ya 7 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Malezi, makuzi na mapito mbalimbali kwenye maisha yanachafua moyo. Unaweza kuwa umeokoka, lakini ulivyolelewa kuna namna moyo wako ulishachafuka, na tayari ukaamua kuchukua mkondo fulani wa kuishi, ya kwamba mimi hapa kwa sababu nimelelewa hivi, mimi nitakuwa hivi. Watu sio wazuri na umeokoka. Haleluya. Nasema haleluya. Ukisoma Bible, naomba tusome Matendo 7 na mstari wa 9. Aha. Wakamuuza aende Misri. Mungu akawa pamoja naye. Akamtoa katika dhiki zake zote. Akampa fadhili na hekima mbele ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. So Baba inaonyesha kwamba Yusufu akiwa kijana wa miaka 17, miaka 17 ni mtoto kwa Tanzania, ndugu zake walimuonea wivu, wakamuuza. Kwanza wakamweka kwenye shimo, alafu baadaye wakamtoa wakamuuza. Lakini Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umelelewa ama kuna mahali umekuzwa na yale makuzi yakaacha majeraha ndani ya moyo wako. So uwezi kujua kama wewe umejeruhika ni mpaka watu unaoishi nao wanaanza kukulalamikia kwa tabia fulani ulionayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini mapito mbalimbali ya maisha yanavuruga moyo, yanabadilisha moyo, yanachafua moyo. Unaweza ukakuwa na uchungu tangu na miaka 10. Unakuwa hujasamehe tangu na miaka 20. Maisha yako hayana tofauti na hali ya moyo wako. Ezekiel sura ya 36 na mstari wa 26. Haijalishi umepita nini kwenye maisha, Mungu anaweza kuondoa moyo wa jiwe akakuwekea moyo wa nyama. Kama Yusufu hakuweza kuwabeba ndugu zake kwenye moyo, mimi na wewe, haijalishi adui ametupitisha kwenye mapito gani tangu tunazaliwa, tunaweza kuishi tukiwa na mioyo misafi. Kwa sababu moyo mweupe ama moyo safi ni chanzo cha hatua zako kwenye maisha. Moyo wako ukifunga, maisha yako umeyafunga. Kuna mtu ananielewa? So adui anasababisha ukiwa na miaka 10 ama ukiwa na miaka 17 wakutesa ili moyo wako ufunge, ili uweze kufunga maisha yako. Kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo? Haleluya. Na nikwambie, kila utakapoingia hapa duniani watagusa moyo. Kila utakapoingia watagusa moyo wako. Ukisema uende kazini watagusa moyo.
Ukisema uende kanisani watagusa moyo. Ukisema uoe utaguswa moyo. Na kwa nini adui anawinda moyo wako? Kwa sababu anajua moyo wako ndio maisha yako. Unanielewa sawa sawa asubuhi ya leo? Bwana Yesu asifiwe. So haijalishi mapito. Haijalishi mapito unayopitia. Mtu mwingine anasema haujajua nimepitia nini. Mapito ya maisha yako sambamba na makusudi ya Mungu. Kwa sababu Yusufu hakuuzwa bure. Hakupelekwa Misri bure. Kulikuwa na makusudi ya Mungu auzwe. Kulikuwa na makusudi ya Mungu achukiwe. Hakikisha una moyo safi. Mwambie jirani yako hakikisha una moyo safi. Hakikisha una moyo safi. Ukisema shangazi yako Waigumbilo aishi kwenye moyo wako, kazi yako ni kubwa mno. Tusome hapo. Mungu anasema nami nitawapa moyo wa nini? Wanyama. So Mungu anaweza kukupa moyo mwingine. Sasa mimi na moyo mgumu sana, niliyoyapitia moyo wangu ni mgumu. Hapana, Mungu anataka uwe na moyo wa nyama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa na moyo mweupe, ni ngumu sana gerezani kuwa ndio mwisho wa maisha yako. Unapokuwa na moyo mweupe, ni ngumu sana kwamba utumwani ndio mwisho wa maisha yako. Kwa sababu Mungu anatafuta mtu mwenye moyo mweupe aweze kumtumia. Mungu alimfuata Daudi sio kwa sababu ya muonekano wake. Mungu alimchagua Daudi kwa sababu ya moyo mweupe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Samueli wa kwanza sura 16 na mstari wa 7, Biblia inasema kwamba Mungu haangalii kama mwanadamu anavyoangalia, bali Mungu anaangalia moyo. Ibada ya asubuhi nikawauliza, Mungu akitafuta moyo mweupe hapa mji wa Iringa, wewe utakuwa mmoja wapo? Unaweza kumwambia Mungu nitumie, lakini nataka nikwambie Mungu anamtumia mtu mwenye moyo mweupe. Mungu anaangalia moyo. Naomba tusome hapa. Aha. So mwanadamu anaangalia nje, lakini Mungu anaangalia moyo. Mafuta ya kifalme yalimfuata Daudi kwa sababu ya aina ya moyo. Andika Matendo 13:23. Kwa sababu ya moyo, kwa sababu ya hali ya moyo wake. Mungu anatafuta mfalme, lakini anaangalia moyo, ya kwamba nikimfuata Daudi. Moyo wa Daudi kwa Mungu ulikuwa ni moyo ambao hakuna Mungu kitu anasema Daudi ashindwe kufanya. Kuna wakati promotion zinawafuata watu wenye moyo mweupe. Unaweza ukasema watu hawa hawanipendi, lakini angalia aina ya moyo ulionao. Unaweza ukasema anapendelewa fulani, lakini angalia moyo ulionao. Unaweza ukasema nimeokoka muda mrefu, lakini mbona Mungu anamuinua fulani? Angalia moyo ulionao. Mungu hafanyi kazi na uwezo wako wa kupangilia maneno wakati unaomba. Mungu anafanya kazi na hali ya moyo wako. Hali ya moyo wako inaweza kuwa kizuizi cha hatua za maisha yako, ama hali ya moyo wako inaweza kuwa your stepstone. Bwana asifiwe. Na nataka nikwambie, huwezi kumwonea wivu mtu mwenye moyo mweupe ukafanikiwa. Never. Never. Hebu tusome Nyakati wa kwanza. Nyakati wa kwanza 29:2-3. Unahitaji kuwa na moyo mweupe. Unamtumikia Mungu, kuwa na moyo mweupe. Kuwa na moyo mweupe. Sisi tunaona nje, Mungu anaona ndani. Mungu anajua kwa nini iko hivyo. Mungu anajua.
Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na moyo mweupe juu ya Mungu. Kuwa na moyo mweupe juu ya watu. Kuwa na moyo mweupe juu yako mwenyewe. Kuwa na moyo mweupe juu ya familia yako. Kwenye maisha unaweza ukafanya kazi nyingi na ukakuwa busy Januari to December na usione hatua kwa sababu ya hali ya moyo. Kwa sababu ya hali ya moyo. Kuna mtu anaelewa asubuhi ya leo? Haleluya. Naomba tusome hapo. Aha. 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 Mstari wa 3. Tumefika wa 3. Tusome. Ishina 8 mstari wa 3. 28 mstari wa 3. Naomba tusome. Lakini Mungu akaniambia, wewe utajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umekuwa mtu wa vita, nawe umemwaga damu. Mstari wa 9. Naye Sulemani mwanangu, ndiwe Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa mstari wa 11. ndipo Daudi akampa Sulemani mwanawe mfano na ndoto zake na hazina zake na orodha zake na vyumba vyake na mahali pa kiti chake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukipata muda soma hiyo Nyakati wa 28 na 29. Bwana Yesu asifiwe sana. So Daudi aliambiwa asijenge hekalu kwa sababu amemwaga damu. Amekuwa mtu wa vita tangu ujana wake. Lakini Daudi anasema hata kama Mungu akiniambia nisijenge hekalu, naweka vitu kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Na sio tu naweka vitu, naandaa na mchoro. Yaani Daudi akaandaa na mchoro ya kwamba nyumba ya Mungu itakuwa hivi. Nisikilize mtu wa Mungu. Mungu anaangalia moyo wako. Hata ulipoketi hapo, Mungu anaangalia moyo. Unapoomba, Mungu anaangalia moyo. Aina ya moyo ulionayo ina attract mbingu kufanya kazi na wewe. Aina ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Aina ya moyo ina attract mbingu kuachilia mema kwenye maisha yako. Weka kwa mjomba yako alafu kuwa na moyo mchafu, hutoboi. Mimi nakwambia hutoboi. Kila mtu mwenye moyo ambao sio msafi huwa hatoboi. Haijalishi yuko gifted kiasi gani. Nyie watu wote mtashangaa kumwona ya kwamba mbona haendi? Mbona hana hatua? Kwa sababu ya aina ya moyo. Geukia jirani yako mwambie hakikisha una moyo safi. Unamwambia Mungu Mungu nibariki. Ukisha nibariki sasa, Ruben na wale ndugu zangu wote wataona kwa macho. Mungu afanye kazi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima uwe na moyo safi juu ya Mungu. Na lazima uwe na moyo safi juu yako wewe mwenyewe. Na lazima uwe na moyo safi juu ya watu ambao wamekuzunguka. Yusufu Mungu alivyombariki, aliwabariki ndugu zake. Aliwaweka ndugu zake mahali pazuri. Mahali pazuri. Usafi wa moyo wako unaweza kukupa vitu ambavyo havijawahi kuwa kwenye prayer point yako. Moyo safi tu, moyo safi tu. Na Mungu kabla hajafanya kazi na mtu huwa anaangalia moyo. Asubuhi niliwaambia
Mungu anaangalia moyo. Angalia watu ambao Mungu amefanya nao kazi kwenye Bible. Lazima akupitishe na akutesti vipimo vya moyo. Hallelujah. Unaweza kuwa gifted, unaweza kuwa Mungu amekupa neema mbalimbali, lakini Mungu anaweka 1,000,000 mbele yako na mtu yoyote hajui. Bwana asifiwe. Mungu anakubariki 1,000,000 tu, 1,000,000 nyingi 10,000 mbele yako, alafu anagundua ya kwamba moyo wako kuna mbegu ya wizi. Kuna wizi ndani ya moyo wako. Mungu anamtesti Yusufu vipimo vya uaminifu. Si tu vipimo vya uaminifu wa fedha. Anamwambia kuna mahali na kupeleka Yusufu, nataka niangalie zinaa ipo moyoni, zinaa ipo. Sasa wewe ukiwa mzinzi kwa staili hii Yusufu, hutafanya kazi yangu. Sasa nakupima kwa kipimo cha mke ambaye anakutaka wewe, sio unamtaka wewe. You get it? Hallelujah. Moyo safi. Kwenye Marko sura ya 7 inaelezea mstari wa 21, inaelezea vitu ambavyo adui anapenda vikae moyoni. Anataka ukae hali ya wizi, moyo utaka wizi. Mambo ya zinaa, mambo ya uchoyo, mambo ya unafiki, mambo ya uadui, mambo mbalimbali ndani ya moyo. Nisikilize mtu wa Mungu, hautakiwi uwe fake mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nisikilize, ndani ya moyo wangu kuna kitu hakijakaa sawa. Kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa Mungu, chunguza moyo wangu, alafu fanya mapinduzi ndani ya moyo wangu. Kuna mtu anaelewa asubuhi ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya kazi na Ibrahim, lakini anamwangalia Ibrahim ndani ya moyo wa Ibrahim. Je, moyo wa Ibrahim umekamatwa na mali? Moyo wa Ibrahim umekamatwa na mtoto? Je, moyo wa Ibrahim umekamatwa na jina kubwa? Anampima kwenye vipimo vingi. Kwa kuna namna ambavyo unaweza ukawa unapiga mark time kwa sababu ya hali ya moyo. Sio kwamba haujaokoka, lakini moyo safi unatakiwa udili nao kila inapoitwa leo. Kila unapoitwa leo. Unapokuwa na moyo safi, unaanza kuona mema ya Mungu na mibaraka ambayo haujawahi kuiomba. Mungu anamwambia Ibrahim ya kwamba kuanzia leo atakaye kubariki na mimi nitambariki, atakaye kulaani na mimi atalaaniwa huyo mtu. Can you imagine? Kampima kwenye vipimo vyote. Vipimo vyote kampima. Mwambie jirani yako, unasikia sawa sawa? Moyo safi ni kila kitu. Mungu anajua 10,000,000 na maisha yako ni kuharibikiwa. Biblia inasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Na Biblia inasema ya kwamba baraka za Ibrahim ndio baraka zetu. Mungu anajua umaarufu na wewe utaanza kuambia wazazi wako za saizi. Hallelujah. Nasema hallelujah. Yohana sura 21 na mstari wa 15. Mungu mwenyewe akati katika mwili hapa duniani, Yesu Kristo anamuuliza Petro mara 3. Anamuuliza Petro, je, Petro unanipenda? Petro unanipenda? Kwa nini Yesu amuulize Petro mara 3 ya kwamba unanipenda? Anataka kujua hali ya moyo. Sio mambo ya kuwa excited ya kwamba mimi mwinjilisti nataka kwenda kuhubiri barabarani. Moyo wako, hao watu wa Mungu, wao utawaambia nini? Na uchoyo wako utawaambia nini? Kwa sababu kumtumikia Mungu bila kumpenda Mungu, watu watakuamini na utawapoteza. Bwana asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. So Yesu anamuuliza Petro swali ambalo analijua ya kwamba Petro unanipenda? Petro unanipenda? Petro unanipenda? Anamwambia kama unanipenda basi lisha kondoo zangu. Kama moyo wako ni mweupe Petro, moyo wako ni mweupe, Mungu akujalie watu wakuzunguka wote wana moyo safi juu yako. La sivyo utakuwa na rafiki yako sura imenyooka, moyo hamna kitu. Na ukitaka kujua moyo wa mtu akianza kuongea,
Mimi nakwambia hawezi kuongea saa hii siku nzima, mwezi mzima hawezi. Mwezi mmoja tu kuna kitu atakiongea utasema Mungu wangu. Hey. Kumbe moyo na sura vimekaa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunacho cha kujifunza kwenye kuangalia mioyo ya watu. Mioyo ya watu ambao tunawaleta katika nyumba zetu. Mioyo ya watu ambao tunawaleta kwenye biashara zetu. Mioyo ya watu ambao tunaamua kuolewa nao na tunaamua kuwaoa. Weka hapo, chagua mwanamke mwenye mguu wa bia, hautaishi na huo mguu. Nakwambia hautaishi na huo mguu. Unakwenda kukutana na moyo wake kama ulivyo hivi. Unachagua sura, hautaishi na hiyo sura, hautaiona hata siku moja. Utaiona ikiwa iko nje. Ikishaingia ndani hautaiona hiyo sura hata siku moja. Unaishi na moyo wake, moyo. Sasa ukute utotoni alichapwa. Ukute kwenye malezi alitibuliwa na kusafisha moyo. Ukute kwenye mapito ya maisha yake kuna mambo yalimpiga. Utaimba haleluya, hosana. Nakwambia ukweli. Unamchukua mtu, unamfundisha kazi, unampa kazi, unamvumilia kwenye kazi, anapata akili, anakupeleka mahakamani kukushtaki haki zake za kazi. Ndio utajua. Ndio utajua. Kwa ifike mahali mimi ni muwazi sana. Mimi sifanyi kazi na sura za mtu, nafanya kazi na moyo. Mimi hata kama hujui nitakufundisha. Hey, nitakaa hapo nikufundishe. Nimewahi kuwa na binti wa kazi ambaye amekuja kwangu, carrot, kaniletea carrot, sema sijui. Carrot hujui? Hoho, hiyo sijui. Kitunguu hiyo naenda. Nenda kwenye friji nakuta kasimama. Hajui friji nini pale kwenye nyumba. Umeelewa sawa sawa? Moyo wake. Nikasema huyu mtoto nitaenda naye A-E-I-O-U. Moyo. Huwezi kuletea uchangamfu, mimi naangalia moyo. Ukija na sura, Roho Mtakatifu ananiambia angalia huo moyo. Haleluya. Unamchukua mtu, unasema huyu sasa namweka hapa awe mwangalizi wa kazi yangu. Moyo wake hautaka uone hela. Ni mtu wa mahesabu kweli kweli, muhasibu, ila hautaka uone hela kwa sababu ya hali ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu aliyeziumba mbingu na nchi akitaka kufanya kazi na mtu anaangalia moyo. Mimi wini. Wewe mtumishi. Jirani yako mbona kama kaganda? Kama kaganda. Unashangaa mtu unamfundisha kazi, anakaa hapo kwenye hiyo kazi, kumbe naye anafungua kazi yake. Mchapa kazi anaamka asubuhi, weka chini kuamka asubuhi. Utakuwa unamwamsha huyu mwenye moyo safi. Utakuwa unampitia hadi nyumbani mwenye moyo safi. Mungu anaangalia moyo. Moyo safi. Alafu huo moyo safi aweze kufanya nao kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Uko hapa mtu wa Mungu. Haleluya. Mtu soma Yohana 21 na mstari wa 15. Haleluya. Lisha kondoo zangu. Timotheo wa pili mstari wa pili na Timotheo 2:2. Paulo na yeye anakuwa anamwambia Timotheo. Anamwambia Timotheo, haya mambo uliyoyasikia kwangu usimpe mtu yoyote. Usimpe mtu yoyote. Haya mambo, kumbuka ni maneno ya Mungu tu. Anamwambia haya mambo uliyoyasikia kwangu usimpe mtu yoyote, mpe mtu mwaminifu. Haya mambo wakabidhi watu waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukuamini. Mungu anaweza kukuamini kwa sababu hali ya moyo wako
ni zaidi ya shule uliyosoma. Mimi nakwambia ukiwa na moyo safi, hata kama umeingia kazini kama secretary, Mungu ndiye anayeinua watu, sio wanadamu. Mwanadamu ni binafsi, huwa hainui mtu. Anayeinua watu ni Mungu, na Mungu anainua watu kwa sababu ya hali za mioyo. Moyo mweupe, moyo mweupe una attract Mungu kufanya kazi na wewe. Jirani yako anaelewa sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. So Paulo anamwambia Timotheo, mambo haya uliyosikia kwangu wakabidhi watu waaminifu. Mtu mwaminifu, mtu anataka kumtumikia Mungu, ana moyo safi. Huyu ana moyo safi. Ama atakuwa kama mtumishi wa Elisha, anaitwa nani huyo? Gehazi. Elisha ameachia sadaka iende, Gehazi akasema umesemaje? Ndio maana Elisha akafa na upako wake, kwa sababu ya mtu mmoja tu moyo wake umekaa vibaya. Alikufa na upako wake. Na ndio maana yeye alikufa, walipoweka maiti juu yake kafufuka, kwa sababu anointing alionayo haikuwa transferred. Hallelujah. Mwambie jirani yako, na yatamani maisha ya viwango vya moyo safi. Moyo safi, moyo mweupe. Moyo mweupe kusingizia umebaka, haleluya. Wakikusingizia umeiba, sawa. Wakikupa majina mabaya, una moyo mweupe, mbingu huwa inapigania watu wenye moyo safi. Watu wenye moyo safi wana tendency ya kumuona Mungu. Nakwambia unamuona Mungu pale kwenye tundu la simba, muda ule kesh huyo. Unapokuwa na moyo safi, unamuona Mungu. The minute unaingia kwenye gereza, unakuwa kiongozi wao. Kila mtu mwenye moyo safi anamuona Mungu. Mungu haonekani kwa kumwambia au kwa kumuimbia kwamba nione baba, nione baba, nione. Anasema heri, maana hao watamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Shangilie Roho Mtakatifu kwa makofi. Nasema ongeza makofi kwa Bwana wa mabwana. Yaani wewe kuwa na moyo safi. Mimi namjua mtu mmoja mwenye moyo safi, alipata ajira ya 15,000. 15,000. Hivi ninavyokuambia ana hela kunishinda mimi na wewe umekaa hapa. Sijui hela zako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ana count millions. Ana count millions. Mamilioni ya fedha anahesabu. Lakini alikuwa analipwa 15,000. Anaingia kazi alipwa 15,000. Sio mwaka 80 wala mwaka 90, 2000. Moyo safi. Wewe unakaa kwa watu, moyo wako umekunja, una malalamiko kama wana wa Israeli. Una haki zako kama 100 hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Ruth sura ya 1 na mstari wa 16. Weka some Ruth yote, Ruth yote. Huyu mwanadada alikuwa na moyo mweupe. Mweupe mno mpaka unasema hii story ni ya kutunga kwenye Biblia. Mweupe mno. Mweupe mno. Yaani Moabu anaondoka na huyu mama taifa la Israel, anaitwa Naomi. Anaamua kumtumikia utumishi wa mwilini kabisa, wa kuokota masuke, wa kumpikia, wa kumpa chakula. Kasome kitabu cha Ruth. Moyo safi una malipo makubwa mno. Moyo safi una malipo makubwa mno. Ruth alikuwa amefiwa na mume wake. Ruth hakuwa anataka mume mwingine. Ruth alikuwa anamtaka Mungu, Mungu wa Israeli. Moyo wake ulikuwa mweupe, mweupe mno. Sasa ukiwa na moyo safi, Mungu anakupa vitu ambavyo sio unavyovitaka. Mungu anakupa lolote ambalo unaliona unakufaa. Mungu alimpa Ruth mume anaitwa Boaz. Haikuwa prayer point.
Yule mama anaitwa Naomi alitumikiwa kwa moyo safi na Ruth. Siku moja anaamka kwenye Ruth sura ya 3 nafikiri mstari wa 1 na wa 2, anamwambia mwanangu, anamwita mwanangu mkwe wake, anamwambia mwanangu, je, si vema nikutendee mema upate raha? Anamwambia, je, huyo Boazi sio mbali yetu? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utajua kwa nini kitabu hakiitwi Naomi, kinaitwa Ruth. Moyo unakuja kuombewa. Sasa nikipona na arudi nilipotoka, Mungu anamuona moyo. Mungu anamuona moyo. Mimi nakwambia, wakati unaleta drama za machozi, Mungu anaangalia moyo. This God, Mungu anaangalia moyo. Sasa Mungu, mimi nikipata kazi, mshahara wa kwanza wote wa kwangu, Mungu sawa. Ujui ni maana mshahara wa kwanza ukiupata, na Mungu, nitaishije huu mwezi? Na una miaka 7 hujawahi kuajiriwa. Miaka 7 hujawahi kuajiriwa na uko unakula. Jirani yako anaelewa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mwanamke mwingine anaitwa Dorcas, Tabitha, Acts Matendo 9:36 mpaka 42. Hii ni mitaa yetu, watu wa kanisa hili. Moyo tu safi. Jamani, moyo safi ni mzuri. Ukimwambia mtu unamkubali, achana hizo barikiwe ambazo sio za kweli. Unakutana tu na mtu hujui cha kuongea naye, ubarikiwe. Mwache tu apite. Mbona yeye amekuacha unapita, mtumishi? Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Matendo sura ya 9 na mstari wa 36 mpaka 42. Dorcas, Tabitha, siku alikufa ilibidi aishi. Moyo safi. Moyo safi. Nakumbuka wakati natafuta kazi. Kwanza mimi sije kutafuta kazi. Wakati naanza kwamba nikipata kazi, mimi nilikuwa naanza nikipata kazi, nikipata tu kazi, napanga nyumba nzima. Nyumba nzima nitaipanga. Nitapanga Gangilonga, nipe kazi. Alafu nikamwambia Mungu, ukinipa hiyo kazi, hiyo nyumba nitakayoipanga itakuwa ni nyumba yako, sio nyumba yangu. Kweli Bwana. Yaani kabla nimaliza mitihani mwezi wa 7, mwezi wa 9 nimepata kazi. Kazi na hela nyingi, mtumishi. Yaani siku nafika kazini napokelewa na padiem. Sema padiem. Padiem ya siku 41 field. Naingia kazini padiem ya siku 41. Nimetoka hapo kuunga msosi wa chuo hapo. Kwa mimi nilikuwa sielewi, yaani mbona mapokezi haya yamekuwa makubwa mno. Nikakumbuka kumbe nilimwambia Mungu, nikipata kazi napanga nyumba, na nyumba yangu ni nyumba yako. Wacha nimeanza kupanga nyumba kabla sijahamia, wakahamia watu wengine, ndugu zangu katika Bwana. Kabla sijahamia, sijapata hata kitanda, washamia ndugu zangu katika Bwana, wakaanza kunipokea wao pale ndani. Nunua makochi, yakaanza kukaliwa na watu wanapiga pambio, wanalala kwenye makochi, wanaomba. Yaani ukiwatazama hawana shida moyoni. Hakuna mtu niliyeishi naye kwenye ile nyumba ambaye alikuwa anaishi kwa wasiwasi. Kila mtu alikuwa anaishi kama kwake. Kama kwake. Nanunua maji, na maji alikuwa anatumika, umeme ndio usiseme, ukiweka umeisha. Wakipiga pasi umeisha. Nitakudanganya nikwambia nimewahi kulalamika hata siku moja. Hata siku moja siwahi kulalamika. Moyo wangu ulikuwa burudani. Hata pakiwa kwamba hamna sehemu za watu kulala, mtu akinipigia simu na nataka kuja kulala, anambia njoo, wewe utapaona pa kulala. Wewe ukiona sehemu nafaa kulala utalala. Chumbani kwangu niliingiza vitanda 3 kulala na watu. Ndio unatoka unielewe. Siku moja tu aliinuka mtu ambaye Farao asemjua Yusufu, alifukuza watu wote kwenye chumba changu. Aliwafukuza bila mimi niondoke, naona huruma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wako, maneno sawa, moyo wako ndio maisha yako. Wasa mimi nakwambia, ajui roho mbaya yangu, huyu ajui kiburi changu. Unateseka wewe, mtu wa Mungu.
sijui, mimi sina adabu. Unateseka wewe, mtu wa Mungu. Mimi siwezi kutoa kijinga. Sikiliza, unawapa sio wajinga, wewe ndio unateseka, mtu wa Mungu. Haleluya. Nimekwambia shehe kuishi na mtu ambaye akati nasoma chuo, mimi nimemchukua ishi kwangu, yeye amefika pale tunapika ugali, wakagonga watu, akaingiza chini ya uvungu. Mimi siongei uongo. Alisikia, akachukua akaingiza chini ya uvungu. Mimi mwenyewe nikiwa nashangaa mtu kashaingia. Najiuliza kwani hiki ni nini? Hiki anachokiona ni kitu gani? Huyu binti nimemchukua nikaendelea nimsaidie, kumbe ana shida kubwa kiasi hiki. Na alikuja kwangu, anataka counseling. Mimi nasoma chuo hapo. Anataka counseling. Kijana mpiga keyboard kanisani amemwacha, ameoa, anaenda kuoa msichana mwingine. Sitaki kutaja na huyo mpiga keyboard. Ukweli wakati namsikiliza nilimuonea huruma. Nikasema sasa kijana kwa nini amemwacha huyu binti? Huyu binti mimi nilivyomwangalia tu hivi pale kwenye PSA, kaokoka. Yaani ameokoka, nywele natural. Alinipiga tukio moja la kuingiza ugali kwenye uvungu. Ili nikasema hili hapa labda bahati mbaya. Siku moja nimeenda darasani, kipindi kikaahirishwa. Narudi, mimi najibana, tunanunua pale chakula, tunapika, tunapika. Yeye amekaa kiuzuni kilokole. Hana. Siku moja kipindi kimeahirishwa, narudi chumbani, namkuta na sausage 2 na yogurt 2. Nusu wazimie kwa sababu mimi niliingia tu hivi. Alafu kumbuka chumbani hapo ndo sebleni, ndo jikoni, ndo nili. Everything is there. Kwa ukiingia tu hivi, labda ingia chooni. Hana pa kwenda, chumba kimejaa, hana pa kwenda. Nikagundua mpiga keyboard, una roho wa Mungu. Una roho wa Mungu. Hapa wazazi wako wasingekula. Huyu mwanamke wazazi wako hapa mgeni asingekula. Hapa mgeni asingekula. Juzi kati nilikutana naye kwenye bus, amekula tight, big G na top. Nikabidi nifanye hivi. Natural girl. Mimi nifikiche macho. Naona sawa sawa. Nikamuuliza, ni wewe mdogo wangu? Akaanza kujichekesha. Sasa from natural to skin tight. Ilikuwa hili hapa transformation imetokea wapi? Mimi nakwambia moyo wako ni wa maana sana. Usibebe vitu vya kijinga kwenye moyo. Usibebe wanadamu. Usibebe misimamo isiyofaa. Usibebe uchoyo. Usibebe dharau. Yaani kuwa na moyo safi tu. Wewe unaishi kwa watu wakikutendea mabaya, wewe tenda mema. Unakaa popote, hata ofisini, unajua kabisa huyu ndo anitaki, ila wewe unaongeza viwango vya mema. Lazima uwe na kitu ambacho unaweza ukauhaki moyo wako, kwamba moyo unataka kuchukia, wewe unapeleka zawadi. Haleluya. Kwa sababu adui aliutafuta moyo wa Ayubu kwa gharama nyingi. Alimpa mateso Ayubu ya kila namna, ili Ayubu moyo wake uharibike na kinywa chake kimkufuru Mungu. Alhamisi niliwaambia, Ayubu alipoona kwamba amechemsha, ilibidi amtume mke wake kwa maneno ya kutamkika. Kwa sababu Ayubu alipoteza watoto, kapoteza mali, ana majipu, akaanguka chini, akasujudu, akaabudu. Ilibidi atumwe mke, akamwambia sikiliza mume wangu, kufuru Mungu ufe. Na bado akaipanji. Akamwambia unaongea kama wanawake wapumbavu. Moyo wako unawindwa. Mwambie jirani yako, moyo wako unawindwa. Mimi nakwambia ukikaa vibaya, wewe ni kijana,
ndio kutana mahusiano atakupindua moyo, uharibike moyo, umwache na Yesu. Alafu useme sio. Yaani ndio kitu ambacho adui anakitaka. Alafu uzire, ndio kitu ambacho adui anakitaka. Moyo unalindwa. Mithali sura ya 4 na mstari hivi, tutasoma Matendo. Hiyo utasoma nyumbani, nikasome yote. Amen. Mithali sura ya 4 na mstari wa 23. Mithali sura ya 4 na mstari wa 23. Nataka tuisome kwenye New Living Translation. Mithali 4:23. Maisha yapo moyoni. Amen. Maisha yapo moyoni. Leo wewe uamue kula au kutokula, ni maamuzi ya moyo. Maisha ya mtu yapo moyoni. Leo useme uombe ama usiombe, maamuzi yako moyoni. Leo useme uje kanisani usije kanisani, maamuzi yako moyoni. Leo useme utoe ama usitoe, maamuzi yako moyoni. Moyo wako ukiwa mbaya, maisha yako ni mabaya. Maisha yako ni mabaya. Nataka nikwambie, hakuna kinachokuweza kama kile kitu ambacho kinaingia kwenye moyo. Mimi nakwambia, kwenye moyo pakishaanza kuingia mawazo mabaya, lazima ushughulikie. It is very serious. Moyo ukikata tamaa, hata kuwekea drip ngapi uinuki. Kuwa na moyo safi. Amen. Naomba tusome 1, 2, 3 tusome. Naomba turudie tena. Moyo wako ndio huamua njia za maisha yako. Ni moyo wako, sio kidato. Sio mza form 6 mmeza chuo. Sio elimu. Moyo wako ndio unaamua njia zote za maisha yako. Tusome Kiswahili 4:23. Naomba turudie kwa sauti ya radi kabisa. Soma kama uko peke yako. 1, 2, 3. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa hiyo moyo unalindwa. Na moyo unalindwa na mke wako. Bwana asifiwe. Moyo wako analinda mume wako. Mchungaji wako, Mungu ndo analinda moyo. Baba amesema moyo wako linda mwenyewe. Naomba turudie tena kusoma. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. So maisha yanaanzia moyoni. Maisha yanaanzia moyoni. Wewe simu yako ina mapassword juu ya mapassword. Nimewahi kuuza simu ya kijana mmoja, kaokoka na kajaa roho. Kwenye contact kuna password. Kwenye picha pia kuna password. Ukiingia kuna password. Moyo wake sasa. Yaani moyo wake ni ile simu ambayo unafanya umefika. Biblia inasema linda moyo kuliko yote unayoyalinda. Moyo wako ni wa muhimu. Moyo wako weka fence, weka electrical fence, weka masai, weka kufuli kubwa juu na chini kwenye moyo. Are you here? Bwana asifiwe. Kinachotakiwa kwenye moyo ni Mungu. Ni Mungu na chochote chenye Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo wako kuharibika sio kosa la msharika mwenzako, kosa la kwako. Moyo wako kuharibika sio kosa la mtu. Jamani, hapa duniani watu wanaweza kutufanyia vitu vigumu mpaka shetani mwenyewe akisikia anasema no, hii pia sijakutuma.
Yaani shetani mwenyewe sema, oh my God, this level, this is another level. Wanatakiwa wakufanya hicho kitu. Ndugu zako wa damu wanatakiwa wanakudiscuss, kukuuza, unasikia. Wanadiscuss kwamba huyu hapa jamaa tutaenda nyumbani, tutasema amekufa, unasikia. Muulize jirani yako, umefanywa kitu kigumu wewe? Mwambie linda moyo wako. We, umefanya kitu kigumu. Ndugu zako wa damu wanasema, huyu sasa bwana ndoto amefika. Sawa. Huyu bwana ndoto tutamwambia baba yake wanyama wakali wamemla. Ndugu zako wanakubaliana, wanachukua chao, wanaweka mfukoni na vazi lako wanalichana chana. Unajiona unayoyoma, unaenda usiko kujua. Wewe. Lakini jamaa moyo ulikuwa msafi. Anafika kwa Farao akitandika kitanda. Mpaka kulala anasema, nilale nikae ama tulolale chini. Yusufu akifagia uwanja, akisema aingie kwenye banda la punda afanya usafi, akisema awakatie ng'ombe majani. Potifa akaangalia akasema, huyu jamaa kuanzia leo ni msimamizi wa kila kitu changu kasoro mke. Unaelewa sawa sawa mwana wa Mungu? Kama angekuwa na uchungu Yusufu, asingeweza kufanya kazi. Wewe wakuuze ndugu zako, uje kumchukia mchungaji wako. Jamani. Wamekuuzi nyumbani, unakwenda kuharibu kazi za watu. Linda moyo wako. Linda moyo. Moyo unaulindaje? Kwa kuweka neno la Mungu ndani. Wewe unataka mawazo ya zinaa yafe, ingiza neno. Unataka mawazo ya uchoyo yafe, ingiza. Wewe hujawahi kusikia neno la Mungu moyo wako kasema, Mungu nitoe sadaka ama nitoe mwenyewe? We, mimi nakwambia mchoyo yote hajapata ufunuo na neno la kutoa. Hajapata. Siku neno likiondoka kwenye moyo wako, unamwambia Mungu nitoe sadaka kama mimi. Haleluya. Unasikia kuwapenda watu tu. Mimi nakwambia siku Mungu akikufunulia alivyokupenda, unatoka nje na kutafuta watu wa kuwapenda. Unatoka nje na kutafuta watu wa kuwapenda, na kuanza kuwahurumia, na kuanza kuwafadhili. Bila neno, moyo ni mbinafsi. Mimi nakwambia bila neno utamuomba Mungu, lakini huyo Mungu mwenyewe hauko tayari kumpa muda wako, hauko tayari kumpa sauti yako, hauko tayari kumpa chochote ulicho nacho. Moyo. Unanielewa sawa sawa? Kwa sababu moyo usipolindwa unazaa mauti. Unazaa mauti. Hiyo mauti usifikiri inaenda kuua mtu mwingine, inaanza kukuua. Unashangaa unazeeka, watu watakupa shikamoo. Na hizi shikamoo mimi napewa Mungu wangu Yesu. Yesu ni Bwana. Sasa hizi shikamoo vipi? Kumbe watoto 2000 ni makubwa. Unaweza ukarudi kumuuliza Mungu, vipi huyu? Kumbe kweli, yani ni kweli kabisa anakuwa kupe shikamoo. Mtoto wa miaka 20 anavuta shisha, bangi, analala saa 11 klabu, anatembea na wazee wa miaka 70. Yaani ukikuona hivi anakusalimia ni mdogo, ila wewe sasa ukimwona hivi mbona kama mkubwa. Moyo umejaa vumbi, laana za kutembea na ume za watu. I'm talking. Mmenelewa sasa mtu wa Mungu? Hauna shangaa tu. Mimi bwana nikiajiriwa natoa kwenye kazi. Moyo wako. Moyo wako. Linda huo moyo. Linda huo moyo. Mwambie jirani yako mshangilie Bwana. Marko sura ya 7 na mstari wa 20 mpaka 23. Unang'ang'ana, unapaka mafuta haya ya Zambia, Ghana, Uturuki. Kila kitu kimekaa kinakuangalia.
Paka moyo Yohana, paka moyo wa Filipi huo, paka moyo Mwanzo. Shangazi yangu, dada yangu, mke wangu, linda moyo wako. Mungu alijua Farao yupo, Mungu alijua Ruben ndo kaka yako, Mungu alijua. Linda moyo wako. Inawezekana kulinda moyo. Nasema inawezekana kulinda moyo. Linda moyo wako kuliko chochote. Wewe ni kijana mdogo, usibebe matatizo ya dunia nzima. Usibebe watu, usibebe kisasi. Kwanza wewe huwezi kulipa kisasi kama Mungu akikulipia kisasi. Waachilie watu waende, waachilie watu waende. Kama Bwana amekupigania, unaishi, unapumua, waachilie watu waende. Utauona wema wa Bwana. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Asubuhi wakati nafundisha mahali hapa, kuna watu wakaniambia, wakasema, mama, ili neno uliolisema asubuhi ya leo, tukitoka tu hapa tunakwenda kutengeneza. Tukitoka tu hapa tunakwenda kutengeneza. Tulikuwa tuna bonge la kisasi, mimi na mwenzangu, na watu fulani. Tukasema sasa hapa tufanikiwe, tuwaoneshe. Mafanikio ya kimungu hayapo kwa ajili ya show. Mafanikio ya kimungu yapo kwa ajili ya wewe kukamilisha makusudi ya Mungu hapa duniani. Mungu kweli atakupa neema, utajenga gorofa. Mungu atakupa neema, utafanikiwa mno, lakini si kwa ajili ya mtu yoyote aone. Angalia moyo wako usikukwamishe. Moyo ulionajisika ni maisha yaliyonajisika. Marko 7:20 mpaka 23. Naomba turudie tena kusoma. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kati ya hayo ni yapi yako moyoni mwako. Naomba turudie mstari wa 20 mpaka wa 23. Akasema, kitokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, ndio uasherati, ndio wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Kwa hiyo moyo uliojeruhika ama moyo ulionajisika ni maisha yaliyo najisika. Nataka tuandike Zaburi 119 na mstari wa 11. Namna ya kulinda moyo. Namna ya kulinda moyo, weka neno la Mungu ndani. Yaani nataka nikwambie, weka neno, weka neno. Neno la Mungu lina nguvu ya ajabu mno. Yaani wewe weka neno. Yale mambo ambayo wewe unaona ya kwa mimi siwezi. Mimi nakwambia hujasikia neno la Mungu, hujasikia. Unasikia neno la Mungu unasamehe. Unasikia neno la Mungu unaanza kujisamehe na wewe mwenyewe. Unasikia neno la Mungu unaanza kupenda. Na kwambia ukisikia neno la Mungu, maisha yako yabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Weka neno la Mungu ndani. Daudi aligundua ya kwamba mimi dhambi siwezi kuacha, kwa sababu dhambi iko ndani. Nabadilisha, naweka neno, dhambi iondoke. Haleluya. Zaburi 119 na mstari wa 9. Sio tu kuliweka neno ndani, na kulitii neno la Mungu. Kulitii neno la Mungu. Anasema jisikieni kijana aisafishe njia yake kwa kutii,
akilifuata neno lako. Haleluya. Yaani wewe kijana unataka umalize Biblia mwaka mmoja, wewe ndio slow learner. Nilikuwa namsikiza mchungaji mmoja anasema ndani ya siku 40 anamaliza Biblia. Nikasema anasomaje? Nikasema huyu mtu anasomaje Biblia huyu? Matendo 15 na mstari wa 9. Maisha ya imani. Moyo unalindwa na maisha ya imani. Moyo una matamaa sana, lakini imani inakupa uhakika ya mambo yajayo. Bwana asifiwe. Maisha ya imani. Moyo unaweza kukupa kuhangaika mno. Vijana mpo. Yaani kijana anatamani yaani akimaliza tu pa. Ndio maana wanabeti. Ndio wanaobeti Mungu anawaona. Sio namna ya mtu kufanikiwa katika Mungu. Na ndio maana saa nyingine mnaliwa. Lakini moyo unakudanganya. Kwa sababu Roho Mtakatifu, kuna kijana wangu mmoja shujaa kabisa. Alinifuata akaniambia, "Mama, Roho Mtakatifu anaweza kuniongoza sijui." Sijui alikuwa anaongelea, mimi sikijui. Sijui mkeka, sijui nini, sijui kama kitu gani. Mimi sijui anaongelea nini. Mimi nikamwambia Roho Mtakatifu, maongozi yake, mafanikio ya mwanadamu ni sawa sawa na roho yake inayofanikiwa. Kwa sababu mafanikio sio kwa ajili ya mpumbavu, mbona atakufa? Bwana asifiwe. Matendo 15 na mstari wa 9. Anasema wala hakufanya tofauti kati yetu sisi na wao, akiwasafisha mioyo yao kwa imani. Haleluya. Jambo jingine, namna ya kulinda moyo wako ni mambo unayoyatafakari. Tafakari neno. Joshua 1:8. Mchana na usiku wewe tafakari neno. Asa Mungu anapokuambia utafakari neno, anajua hauna hiki, hauna kile, hauna kazi, sijui anajua kila kitu. Lakini anakuambia tafakari neno. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 4:8. Chochote kitu cha kweli chenye staa, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa njema yoyote, tafakarini hayo. Wewe ukitaka moyo wako ujae, wakwambie moyo mpana umetoboka, sio moyo umefanyaje, anza kutafakari mambo ambayo haujatumwa kuyatafakari. Tusome Joshua 1:8, ni muhimu. Tusome Joshua 1:8, ni muhimu. Tusome na Wafilipi 4 na mstari wa 8. Kuwa makini sana unatafakari nini. Nazo shida siweza kutafakari zinazidi kuwa kubwa. Zinazidi kuwa kubwa. Tafakari Mungu tu. Kuna wakati amua tu kutafakari Mungu alipokutoa alafu lala. Bas, mwambie Mungu uliponitoa tu, inatosha. Wafilipi 4:8 naomba tusome. Hatimaye mambo yote yaliyo ya kweli, yote yaliyo ya sawa, yote yaliyo ya haki, yote yaliyo safi, yote yenye kupendeza, yote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakari imani. Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 32. Ishi maisha ya msamaha. Yaani ni kutangazie tu asubuhi ya leo, watu watakuuzi wewe. Waefeso 4. Si Wafilipi. Waefeso 4:32. Yaani watu watakukera tu. Watu watakutendea hata mabaya.
Na ndio maana wale watu wa zamani walikuwa wanawatendea watu mema, wakitendewa mabaya wanawasusia na hao wa nyuma. Watu watakutendea tu mabaya, you just get ready. Bwana asifiwe. Wewe kuwa tu tayari. Utakuwa ufike mahali uanze kuwasamehe watu ambao watakukosea 2026 Januari. Unapanda level za kusamehe. Unaambia Mungu, natengeneza uwezo wa mtu atakayenikosea 2026 mwezi wa kwanza, huyo amesamehewa. Wewe una wa 96 hapo unajiuliza una mtu wako tangu sijui mwaka 2000 yuko hapo. Waefeso 4:32 kuna neno gumu kabisa ambalo Mungu ametuambia tufanye. Kwangu mimi naona neno gumu kabisa, lakini hakuna neno la Mungu ambalo ni gumu alishiki. Naomba tusome. Mwenye huruma, waza Mungu alivyokusamehe. Haleluya. Unaweza ukasimama hapo ulipo. Niwekee Zaburi 139 na mstari wa 23. Mungu ayabariki maneno yake. Naona watu wenye moyo safi kabisa, kama shati jeupe. Moyo safi kabisa kama ulivyovaa, moyo safi kabisa kama ulivyochana nywele zako, moyo safi kabisa. Usikubali mtu yoyote akaingia ndani ya moyo wako akavuruga hatima.